Bwana Yesu asifiwe sana, mwana wa Mungu, na kila sababu ya kumshukuru Mungu tena ambaye ameweza kutupa neema na kibali hiki tena cha kuweza kujifunza maneno ya katika alfajiri hii ya leo. Lakini pia niendelee kushukuru kwa dhati wewe unaendelea kutufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya Hekima Ministry. Mungu akubariki na azidi kukutunza zaidi. Na katika siku hii ya leo Mungu ametupa kutafakari maneno yake kutoka katika kile kitabu cha Mithali sura ya 22 na mstari wa 29. Neno la Mungu linasema, je, umemwona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Huyo hatasimama mbele ya wafalme, hatasimama mbele ya watu wasiokuwa na cheo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa katika siku hii ya leo nilitamani kukwambia kwamba wewe kama mwana wa Mungu, wewe kama mtumishi wa Mungu, unatakiwa kuwa na bidii katika kila jambo unalolifanya. Kama ni kazi ambayo Mungu amekupa kuweza kuifanya, hebu jitahidi sana kufanya kwa bidii, ukihakikisha ya kwamba kile ambacho unatakiwa kukifanya ili kuweza kupiga hatua fulani unakifikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Jitahidi kupambana au kupambania kile ambacho Mungu amekupa mpaka kuhakikisha ya kwamba kile ambacho kimekusudiwa kinatokea, kwa sababu unapokuwa na bidii inakusaidia kutokuwa mvivu, na unapoacha kuwa mvivu ina maana kwamba inakusaidia kuweza kuzaa matunda katika kile unachokifanya. Hata shida imekuwa ni pale ambapo watu wengi tumekuwa hatuna bidii ya kufanya kazi, bali tumekuwa tukijikuta kwamba tunafanya kazi sana pasipokuwa na bidii katika yale tunayoyafanya, kwa sababu bidii inakutaka kwamba unakuwa na nguvu ile ile ambayo ulianza nayo kipindi unaamua kufanya hilo jambo unalolifanya leo mpaka kuhakikisha kwamba linatokea. Sasa usipokuwa na bidii ina maana kwamba kuna mahali hauwezi ukafika. Kama kuna aina ya watu ambao unataka kukutana nao ambao wapo katika level ambayo wewe leo haupo, lazima ujifunze kuwa na bidii, ambayo hiyo bidii itakusaidia kuweza kufika kule. Usikubali kukata tamaa leo mapema. Inawezekana leo unafanya kitu kidogo ambacho kikitazama unahisi ya kwamba hakiwezi kikakusababisha wewe au kukusaidia kupata kile ambacho unachokitaka, lakini hicho kidogo ambacho ulichonacho leo ukaamua kukifanya kwa bidii, uwe na hakika ya kwamba lazima kitakuzalia matunda. Lakini usipokuwa na bidii katika kile unachokifanya, lazima tutajikuta kuna wakati unabaki pale pale ambapo upo kila siku na kuona kwamba maisha yako huwa hayana mabadiliko. Kwa katika siku hii nataka kukwambia kama mtumishi wa Mungu, jitahidi kufanya kila jambo kwa bidii. Usikubali kukata tamaa mapema mpaka kuhakikisha kwamba kile ambacho unakifanya kimefanikiwa. Kile ambacho Mungu amekupa kukitimiza unakitimiza, kwa sababu once utakapoishia kufanya kitu kwa bidii, wewe na hakika kwamba kesho yako ambayo Mungu ameiandaa hautaiona. Na ndio maana Biblia inasema kwamba hata simama mbele ya watu wasiokuwa na cheo, kwa sababu unapokuwa na bidii na kusaidia kufanya mpaka unahakikisha kwamba unakitimiza kile kitu. Na kama wewe utakuwa unasimama tu mbele ya wafalme, kwa sababu gani? Umejitengenezea thamani, ambapo kupitia ile thamani ambayo umejitengenezea inamfanya hata mtu ambaye ulikuwa huna uwezo wa kusimama naye kabla anavutiwa na jinsi unavyofanya kazi, anavutiwa na aina ya ubora ulionao, anavutiwa na aina ya kitu ulichokifanya. Kwa hiyo wanakuwa wanatamani wakati tu wote wawe karibu na wewe. Kwa sababu gani? Wanapokuwa karibu na wewe kuna kitu cha tofauti wanachokipata. Hasa unapokuwa umejijengea katika huo msingi, hautakaa hata siku moja kuweza kusimama mbele ya watu wasiokuwa na cheo, kwa sababu tayari umepandisha thamani yako. Ni mwanzo ukaona hata katika maisha ya kawaida, mtu alikuwa na marafiki wa kawaida mwanzoni, marafiki ambao hawaeleweki, lakini baada ya kujipandishia thamani na kujiongezea ubora, ghafla amejikuta kwamba wale watu ambao walikuwa ni wa aina fulani sasa hawawezi kumfikia tena. Kwa sababu gani? Tayari thamani yake imepanda. Kwa na wewe leo mwana wa Mungu, jitabirie makubwa na jiongezee thamani yako kwa kufanya kwa bidii kile unachokifanya. Kama unafanya ni huduma ambayo Mungu amekupa kuifanya, fanya kwa bidii ili uweze kuzaa matunda. Kama ni katika kazi, biashara zako unazozifanya, fanya kwa bidii uweze kupata matunda. Kama ni katika ajira ambayo unaifanya leo, fanya kwa bidii ili ile bidii yako iweze kuletea matunda. Kama ni kumtafuta Mungu, mtafute kwa bidii ili ile bidii yako iweze kuletea matunda. Biblia inasema ya kwamba na Mungu inasema ya kwamba kila mmoja atalipwa kwa kadri ya matendo yake. Kwa unavyotenda na bidii yako ulionayo katika kutenda kile kitu unachokitenda, ndivyo utakavyolipwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ufanye kitu kwa bidii. Hata pia maombi yanahitaji bidii, kama tulipokwisha kusemaga hapo kabla. Biblia inasema kwamba kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Kumbe na Mungu anahitaji bidii
ili aweze kufanya kile kitu ambacho unatamani kiweze kutokea. Kumbe kile Mungu alichokusudia kinakuhitaji wewe kuwa na bidii kiweze kutimia. Kwa hiyo usiache kufanya kila jambo kwa bidii. Unapoamka leo na kwenda kufanya kazi zako, jitahidi kabisa unafanya kwa bidii ili uweze kupata matokeo ambayo haukutarajia kuweza kuyapata. Basi nikutakie neema ya Yesu Kristo na uwezesho wa nguvu za Mungu ukapate kuwa juu yako. Mungu akulinda, kukufunika, akufanikishe katika siku yako nzima, uwepo na nguvu za Mungu zikapate kuwa juu yako. Amen.